kweli wewe ni mbwa. Na sio mbwa tu. Wewe ni mbwa koko. Hebu toka karibu yangu. Anza kunichanganya. Si uende? Kwa kama nilivyokueleza, kuachana na masuala mengine hayo, mimi nafikiri tumekwisha kuzungumza. Lakini pointi ya msingi Maiki, unajua nini? Yaani kwanza wewe ni mwanamke ambaye sana huwa anakukubali. Sawa. Wewe mwenyewe unaona jinsi ulivyowaka na nini. Uhea huo. Umemetisha kweli, umependeza. Lakini mimi kuna vitu ambavyo kama jinsi ambavyo mimi na wewe ni kitu kimoja, mimi nitakiwa kuwa na furaha na wewe na furaha. Ona Maiki. Mimi sina furaha kwa jambo moja. Sasa wewe umeenda kufanya nini tena pale? Umeenda kumwacha yule mtoto pale wakati ulitakiwa umlee wewe kama mtoto wako. Na kitu kingine ambacho cha msingi ulikuwa hujakijua, mtoto kama mtoto anapozaliwa ana tabia fulani hivi, anahitaji kukopi kutoka kwa maza na nini. Sasa unaruhusuje mtoto aende akachukuliwe jamani alelewe na mama mtoto mwingine? Na ukiangalia pale kuna sister sijui. Nilichokuwa nakuomba wewe yule mtoto ukamchukua. Hiyo alafu bi yake unataka kufanya nini? Kuna zawadi ambayo nimemchukua. Alafu pia kuna biashara nataka kufanya mimi na wewe. Unaona? Kwa hiyo point ni kwamba ile vizawadi na hiyo biashara tunatakiwa tuzungumze siku hii moja. Tuko ndani huko kwako baba. Hapa mama katikati mtoto hawezi kuwa kule. Hata kama unasema naweza nikamchukua kule mimi nikaja naye, ila abaki huko. Alafu nataka nikufanyie wewe bora sana. Kipaumbele wewe mwenyewe utafurahi. Unasemaje hapo? Sio mwanaume. Nishachoka na makelele zako. Nishachoka na uongo wako. Nimekupigia simu zangu ngapi upokee? Nimekutafuta vijuani mara ngapi sijakupata? Nimeamua kukuletea mtoto ule. Na mimi nifanye mambo yangu kama ulivyoniambia. Niende nikatafute hela au nikauze nyanya ili nije nilee. Na mimi na kuuza nyanya nikipata na nitapata mwanangu. Kama nitakosa hela basi utaenda kukaa naye, maana wewe ni baba. Naomba mwanangu awe na malezi bora. Sasa Maiki unaenda wapi Maiki? Maiki. Mama Maiki wewe. Wewe mwanamke. Huyu anayapenda ya dunia huyu, muangalie. Wewe Mama Maiki wewe. Kulikoni? Unaingia kwenye miji ya watu upige hodi. Samahani dadangu. Nilipiga hodi kule, itakuwa kunisikia vizuri. Samahani dadangu, mimi naitwa Mkwala Lumpa. Ni kijana ambaye natokea kijiji cha pili hapo mbele. Hapa si ndio kwa baba Ochu? Ndio penyewe. Tukusaidie nini? Nashukuru. Nikapata nafasi ya kumuona mama Ochu. Mama Ochu? Ndio. Sikia nikwambie kakaangu. Hapa anapatikana baba Ochu tu. Huyo mama Ochu akai hapa. Aliishia kuzalishwa tu, kwa hiyo sijui anapoishi. Dadangu, na hakika leo nimekuja hapa mara ya pili najipishaga hapa. Na hakika mama Ochu anapatikana hapa. Ingekuwa ni vizuri ungenipa nafasi nikaona naye. Wewe Nesu umeliwa hela zako huko ndio kakudanganya anaishi hapa. Si ndio? Hapa anaishi baba Ochu. Kwa hiyo unapita pita kama vile mlinzi shirikishi, si ndio? Kutukagua tunaishije? Nisha kujibu mama Ochu aishi hapa. Kuna lingine unalitafuta nikupe? Mbona kuwa mkaidi hivyo? Au itakuwa tabia zako ni kama za kakaako? Leo nimekuja ni ya pili hapa. Nikija ya tatu, sitokuja kama huyo uniona. We,
Simama kwanza. Muangalie nywele zile kama mizizi ya bangi. Sawa. Tabia kama kaka yako. Vyoko. Mshamba wewe wa maisha. Ndio maana umepauka. Wewe. Be. Njoo. Hivi yangu. Umeivisha? Au nataka nikuelekeze nani panapouzwa dagaa kanunue. Wifi, napika nini? Na wakati huko ndani huko hakuna chochote kitu. Haya, huyo mume wangu mwenyewe kaondoka toka juzi, haonekani mpaka leo. Hajarudi nyumbani. Ndio maana nimekuja hapa kujua kama una taarifa naye. Unachekesha walonuna. Haya, taarifa za mume wa mtu mimi zinanihusu nini? Nazijuaje? Si mume wako yule jamani. Unalala naye, unamka naye. Wewe ndio una ratiba zote za mume wako kwamba anaenda au anarudi au harudi. Labda nikuulize wewe, mume wako yuko wapi? Na sio mimi. Alafu kitu kingine, wewe usiwe na wasiwasi. Kama hujazoea inabidi uzoee kama nilivyozoea mimi. Maana mume wako kutoka hapa nyumbani kupotea ni kitu cha kawaida. Sasa akipata mwanamke mwenye hela zake, awe anampikia chai, chapati, supu mama. Mdogo wangu aga akili zinaisha zote. Nyumbani miezi 6 mwaka ni kitu cha kawaida. Kosho gangu. Uombe Mungu tu au amekuwa ajue umuhimu wa mke ni nini. Huenda leo atarudi kwa kuwa leo siku ya pili. Anaweza akarudi. Ila kama bado ana akili zake zile zile. Sahau dada, miezi 6 ndio utamuona hapa. Na wewe mzunguko kote ya kula ni mimi hapa ndo na play hapa nyumbani. Nikija kuolewa sijui itakuwaje yule. Maana napenda vya kupewa na wanawake. Na sisi nitaenda kuolewa naye. Sasa wifi, tunaishije hapa? Tunaishi tunavyoishigi. Kwani wifi, mwanangu toka jana hajara chochote. Kama una 200, naomba hata nikamchukulia ndazi la Baresa dukani aje yale. Maskini hadi huruma. Ndo ukome. Wewe ni mwanamke mwenzangu, muda mwingine inabidi nikupashe ukome. Sasa unakumbuka hata mandazi ya Baresa. Ulivyokuwa kwa mume wako kule, asubuhi chai, mchana sasa ushaandaa chakula chako vizuri umekula. Haya sasa hivi hata ndazi la Baresa unalijutia. Hivi mtu kakuumiza mara ya kwanza bado unarudi tu. Sasa shoga yangu, pambana na hali yako. Hapa nenda kachimbe viazi uchemshe hapo tule. Na ndo tunashinda nayo hivyo mchana. Baadaye tukipata muda twende kwa Majuma tukaangalie msusa, uenda tutakuta kule ndo wa usiku. Mimi sina hela shoga yangu. Mwenyewe natamani ile andazi. Mdogo wangu namjua mimi ni mzigo. Mimi ndiye nepambana hapa. Na hisi siku nikiolewa sijui itakuwaje. Naona nitaenda kuolewa naye. Maana hajiwezi yule mwanaume. Pika viazi shoga yangu utaniamsha. Maana usingiza hujaisha. Na mawazo yangu na mimi muda mwingine kichwani mengi. Achemshe viazi sasa shoga yangu. Udugu wangu, wifi yangu mimi. Upendaga. Ukivisha wewe utaniambia. Sawa?
Sasa hapa viazi viko wapi? Maana kila ninapochimba ni peupe, hakuna viazi kabisa. Lakini sina la kufanya, inabidi nivumilie tu, kwa sababu niliyataka mwenyewe. Jamani, hapa ndipo napata ile maana ya kusema mkataa pema babaya panamuita. Mungu wangu nisaidie mimi. Hivi we mdogo wangu, mbona unalo mbaya sana wewe? Si mke wa mwenzio yule? Yaani mke wa mtu unasema familia yako. Ni familia yako ile? Mke wa mtu kivipi? Nimeshakwambia yule ni mama Ochu, sawa? Ana mtoto wangu yule, ana damu yangu, nimeamua kuchukua familia yangu nije nikae nayo hapa, kuna shida gani? Sikia nikwambie wewe. Wewe ni mdogo wangu. Kuna vitu vingine inabidi nikushauri. Na kuzaliwa tumbo moja sio kusema ndio tunafanana akili. Kila mtu na akili yake na moyo wake. Umenielewa? Mimi sina leo ukatili kama yako. Kwa nini unataka kumharibia maisha binti wa watu? Kaka tulia kule kwa mwanaume, Mimba umeikataa. Mtoto sasa ndio unaleta familia. Acha ushamba wewe. Muache mwenzao atulie kwenye mji wake. Sasa ninachokuambia, aondoke aende kwa mume wake, akamhudumie mume wake, sio akae anapoteza muda. Kwa mume wake? Mume wake yupi? Yule mlugaluga? Alafu sister, sikiza nikwambie kitu. Sio tuongee kila kitu mpaka asikie. Sawa? Mimi pale ukiona nimefanya hivyo, mimi na michongo yangu hapo, sawa? Mimi nataka kukaa karibu na yule mtoto, yule damu yetu. Ndio tuje tukae naye hapa. Kuhusu mama Ochu wenyewe, akae pia tu ale mtoto na nini, lakini pale mtoto mimi ndo nimelenga. Sasa sister unashindwa kuelewa wapi, afu sio paka tusikiwe sister. Hivi I say. Kwa leo ndo umejua damu yako hiyo. Ulivyomtelekeza na mimba. Haya, alichobadilika pale kipi? Alichobadilika kipi? Huko kwa sasa hivi hana tumbo. Ndo amebadilika kwako. Acha kuwa mshenzi wa tabia wewe. Dada, yani mwanaume mwenzio kajikakamua, kalea mimba mpaka mtoto kazaliwa. Kamweka ndani, kamwona ana thamani. Alafu leo tunajifanya ni mapenzi na familia yangu. Wewe muache aende kwa mume wake. Nisimuone hapa. Asa sister. Sasa nimeanza kukuelewa. Unajua nimekuwa nikifikiria sana yani. Hivi kwa nini sister anakuwa na mind sana mimi nikija hapa nikileta labda wasichana, peace na nini katika pigo zangu na nini? Mbona sana ana interfere? Sasa mimi nikawa nashindwa kuelewa. Sasa naanza kupata picha. Mfano kama mama Ochu. Mimi nimemleta hapa. Akija hapa akiteseka, wewe ni ndugu yako yule. Inakuuma nini? Inakukeleketa wapi? Inakushika wapi? Alafu sister, hizo nikwambie, yaani kuna namna nashindwa kukuelewa, kama vile unakuwa una vitu vitu. Wewe koma. Naomba uishie hapa. Kwa hiyo unaanza kunitukana sasa. Yaani umalaya umekujaa kwenye damu mpaka nje ya ngozi. Kwa hiyo na mimi nakutamani wewe.